malango ya masaa haya. Ninaomba rehema zako ziende na sisi katika jina la Yesu Kristo. Majira ya watu hawa yaliyoibwa kupitia matumbo ya hedhi, kila ambaye tumbo lake la hedhi halina mpangilio maalum, ninaomba siku ya leo kawaguse watoto wako hawa katika jina la Yesu. Amen. Kama wewe ulisikiliza semina ya ukombozi wa wakati, utaelewa nilifundisha mahali nikasema moja ya njia ya kujua kwamba majira yako yameibwa hasa kwa watoto wa kike ni hedhi yako kutokuwa na mpangilio. Kuna watu wanakaa miezi miwili, wengine, kuna mmoja niliwahi kumwombea alikuwa hajaenda hedhi miaka si mingapi, mwaka jana huko, Mungu ndo akawa amemfungua. Sasa ukiona hivyo, maana yake majira yako yamekamatwa somewhere, na mara nyingi yanahusiana na uzao wako. Aidha umecheleweshwa kuzaa au umefungwa kabisa kuzaa, au kuna majira somewhere, kwa sababu Mungu alivyokuumba wewe hakuweka hiyo kila mwezi tu kwa bahati mbaya. Mungu afanyagi mambo tu kama wanadamu. Kila kitu akikiweka kina sababu. Moja ya sababu ya Mungu kuweka hiyo hedhi ni kuwewe kushtuka, kujua majira yako. Kwa hiyo ni kama indicator ya kwamba majira yako hayako sawa. Kuna kitu kwenye maisha yako kinacheleweshwa au kinaibwa. Kwa hiyo lazima ujue hiki kitu ili kikusaidie. Kwa leo tutaenda kuombea matumbo ya hedhi. Matumbo ya hedhi yamekuwa sababu ya watu wengi kuzuiliwa kuzaa. Kwa hiyo unakuta siku zako zinaenda ovyo. Leo hivi, kesho hivi, mara unapita mwezi, leo tarehe hii, mwezi ujao tarehe hii, kunakuwa zigizaga. Kuna wengine wanakaa hata miezi. Ukishaona hilo tatizo, by any means, kama hujawahi kupata mtoto au bado upo kwenye usichana, ni alama ya kwamba unahitaji uombe sana. So leo tutaenda kuomba kinyume na hicho. Kuna mtumishi mmoja nimeona wengi wanasema wakati tunaomba yale maombi ya leo ya siku ya mwisho ya majira, walianza kuona matumbo yao ya kiuma. Sasa ukishaona tumbo la kiuma, alafu maombi yenyewe yanayohusu ni ya majira, maana yake aidha umecheleweshwa kupata mtoto au umeshafungwa, na kwa sababu wewe kubeba mimba au. Amen. So majira ya uzao wako yanazuiliwa. Majira ya uzao. Nyingine tumbo la hedhi sivyo ndio linakuaje? Unaona kini andike la tumbo la hedhi. Kuna tumbo la hedhi. So na mimi of course wakati naomba nisikia kusema hivyo, tumbo la hedhi itakuwa tumbo la. So leo tutaenda kuomba. So naomba nikuongoze. Lazima ujue maandiko yanachosema. Yoeli 5 yamesema wazi kuwa Mungu mwenyewe atarejesha miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na tunutu na dumadu. So kama Mungu ametuahidi atairejesha, maana yake kuna namna anaweza karejesha. Kuna watu wanajua tarehe zao za kupata watoto, majira ya kupata watoto. Anatakiwa apate watoto mpaka sasa ni miaka zaidi ya 5 hajapata mtoto. Manake adui alipofaulu kushika ni majira yako ya kubeba na kupata mtoto ameshikilia. Kwa maana yake inahitajika nguvu ambayo itaenda kukufungua katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Naomba ufuate maombi. Sema ee Bwana Yesu, kila mmoja usikae kimya. Ee Bwana Yesu, siku ya leo nimejua wazi fanya na mbinu za kuiba majira, na kwa namna yoyote ile ndipo mato majira yangu, ninatubu katika jina la Yesu. Nirehemu mimi kwa jina la Yesu. Sasa pango aliyotumia adui, mpango wa uovu na dhambi na makosa,
mlango wa maumivu ya ndani, hasa kwa damu yako e Bwana. Kata tumbo langu la hedhi, ila vizuizi vya adui viondoke. Kila pando ambalo halijapandwa na baba yangu limoke. Turehemu hata kwa wetu. Tusamehe kwa jina la Yesu. Takasa tumbo langu la hedhi. Jesha majira e Bwana. Majira ya ndoa yangu, majira ya kupata watoto, majira ya biashara yangu kukua, majira ya cheo kipya, majira ya furaha, na Mungu wa shetani. Jesha majira yangu, kila kilichozuia majira yangu kiniachie sasa kwa jina la Yesu. Amen. Kuna kitu ananiambia tumbo kuzaa. Sasa kwenye kuzaa sio watoto tu, inaweza kawa ni biashara mpya. Kwa hiyo tutashika wote wa tumbo. Maana yake moja ya alama ya kwamba majira yako yameshika, unaweza ukasikia tumbo linauma. Kuna mtu mmoja mguu wake una shida, yaani ni kama kuanzia kwenye hips upande wa pembeni, kuna muda anasikia maumivu yanashuka mpaka chini huko, labda anaenda mpaka kwenye kiuno. Ni mwenyewe kama taomba, wakati naomba jiconnect na hii nguvu utafunguliwa pia. Rakapa antala bakuri ya bahanta. Weka mkono kwenye tumbo, jepeseli paradia upa. Ikiwa naomba naka hapo ukitaka kuniombea unaweza kuniombea. Sasa ukitaka kuniombea nisikia kama maiki kama nataka kuniombea. Baba shaka tala bakuri ya bahanta la basi baraka keteli paradia ramando paradia rakata paradia ramamo useketi. Wewe unaipiga kelele hii tabia imeanza hii tena. Tulielewana vizuri kabisa. Kitu ajabu sana. Raka paradia mahanta la bakori ya bahaske bedia. Weka mkono kwenye tumbo lako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa rehema, nikizima mic usiwashe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mpaka nikuruhusu. Baba, katika jina la Yesu. Mahanta raba seketeli paradia mahanta. Rekete kesika taraba seketeli paradia. Ramonte liba koria bahanto. Raba shakateli paradia mahaske bedia. Katika jina la Yesu Kristo. Rabo sakata shika tumbo. Rima hanta liba koria. Reke seketeli paradia mahanto. By the fire of the Holy Ghost.
by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost. Hapo huyu mtu mwenyewe aliyekuwa anapiga kelele ana tatizo lake ambalo linahusiana na haya tunayoomba. Amerudi tena na kelele. Lilian. Wewe unaitwa Lilian. Raka paragadia mahanta la bakoria. Yaani sasa hivi ukiwasha maiki yako na kutoa na kubroke. Sheketeli paradia mahanto roko seketeli. Parada bahaze keteli paradia mahanta. Yaani wewe unamruhusu shetani wakati wa maombi ya kuongoze hivyo. Sheketeli paradia mahanta. Lebebe rados kebeliko paradia. Janta la bakoria masika palente lebosika paradia. Janda bakora dokiteli paradia. Erika mahanta rima shanta shika tumbo. Rima sika mahanta rimo sika. Rima hanta rimo sika paradia. Holy Ghost move. 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 Rakakaparagada bahasekete. Rika paragada bahasekete. Jendi kama hando robo sika majila. Majila yaliyoibwa. Majila ya furaha. Majila ya furaha. Majila ya furaha. Majila ya uzao. Taleza kujifungua. Taleza kuzaa. Kuzaa biashara mpya. Kuzaa watoto. Kujifungua. Tarehe zilizoibwa. Tarehe zilizoibwa. Tarehe zilizokamatwa. Wakati ulioibwa. Majira yaliyoibwa. Majira ya kujifungua biashara mpya. Majira ya kupanda cheo. Majira. Haya, kila tumbo la hezi. Kila tumbo la hezi. Kila tumbo la hezi lililofungwa na adui. Kila tumbo la hezi. Kila tumbo la hezi. Kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Wewe adui uliyevuruga majira yake na majira hayo yakimthibitisha kwenye tumbo la hezi, na achilia moto na damu ya Yesu. Na achilia moto na damu ya Yesu. Na achilia moto na damu ya Yesu. Tumbo la hezi. 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 Achia uzao. Achia majira. Achia watoto. Tumbo la hezi. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Kila kifungo kilichofungamanishwa na tumbo la hezi. 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 Na achilia moto. Na achilia moto. Rejesha majira. Rejesha majira. Rejesha majira. Rejesha majira. Rejesha majira. Rejesha majira. Rejesha majira ya uzao. 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 Achia tumbo. Achia tumbo. Achia tumbo la hezi. Achia tumbo la hezi. Achia tumbo la hezi. Kila aliyefungwa kwa kutumia hezi yake. Kila aliyefungwa kwa kutumia hezi. Hezi. Waliichukua wakainenea mabaya. Wakakuingiza kwenye agano la hezi. 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 Kutika. Agano la hezi. Agano la hezi. Agano la hezi. Agano la hezi. Kutika. Achia tumbo lake la hezi. Achia majira. Achia watoto. Achia watoto. Ndoka achia watoto mlioiba kwa roho. Hao watoto mlioiba. Rejesha kila mlioiba. Watoto mlioiba. Biashara mlioiba. Fedha mlioiba. Achia mikono. Achia miguu. Kila mahali mlikozuia. Na kata hizo kamba. Memfunga kwenye ulimwengu wa roho. Ukasema ni mateka wetu. Ukatumia watoto wake. Ukatumia fedha zake. Ukatumia biashara zake. Ukatumia nyota yake. Kwa jina la Yesu. Rejesha majira. Rejesha majira. By fire. By fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Moto. Haya, hiyo tarehe iliyopangwa na Mungu. Mliiba. Narejesha majira ya uzao. Narejesha majira ya uzao. Narejesha majira ya uzao.
narejesha majira ya uzao. Haya, achia tumbo la hedhi, 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 tumbo la hedhi. Haya, achia mguu, achia hatua, achia hatua, achia hatua, achia hatua, achia hatua, hatua za uzao, hatua za uzao, hatua za biashara, hatua za ndoa, hatua za cheo kipya. Ondoka uliyekaa kwenye tumbo, roho ya hofu inayoleta hofu na kuamuru ondoka. Haya, juu ya tumbo ondoka. Wewe unayetembea kwenye tumbo, kwenye chembe ya moyo, unashuka chini ya tumbo, kwenye mguu unayetembea na kung'oa. Haya, moka, 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 moka. Yes, ondoka kabisa. Moka. Fire in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost, move right now. Holy Ghost move, Holy Ghost move, Holy Ghost move. Rakatakata, kila kifungo kinavunjika, kila nila inavunjika, kila mateso inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Efata. In Jesus' name. Efata. Fire, the Holy Ghost. Karibu hicho kifungo. Every power of darkness, ewe nguvu ya giza, kila ulichomfunga, majira yake na yake yawe huru. Haya, achia majira ya uzao, majira ya uzao. Wewe unayetembea kwenye tumbo, kwenye chembe ya moyo, unatembea kwenye tumbo, unaenda juu unarudi chini, unatembea juu unarudi chini, unaenda juu unarudi chini. Haya, ondoka, achia huo mkono, achia huo mkono, mlifunga mkono wake. Kamata mkono kwenye ulimwengu wa roho. Haya, achia huo mkono, achia mguu, achia mkono, achia mguu, achia mkono. Kila aliyefungwa mkono wake, nakata hiyo kamba, nakata hiyo kamba, nakata hiyo kamba, nakata hiyo kamba, nakata hiyo kamba. Be free right now, be free right now, be free right now, be free now. Moto kwenye miguu yako. Kila uliyezuiliwa majira ya biashara mpya, majira ya kuinuka, majira wakaweka mipaka kwenye ulimwengu wa roho kuwa hutazaa mtoto, wakaweka mipaka kwenye ulimwengu wa roho kuwa hautafika mahali hapa, kuwa biashara yako itakufa, wakatamka kila maneno ya laana, malango ya masaa haya, kwa neema iliyo juu yangu, kwa uweza na nguvu ya Roho Bwana aliyekaa ndani yangu, anayeishi ndani yangu, ninaamuru kila mipaka iliyowekwa kwenye maisha ya watu, kila mipaka iliyowekwa, kila mipaka iliyowekwa, kila mipaka iliyowekwa. Thank you Holy Spirit. Kila mipaka iliyowekwa, kila mipaka iliyowekwa, huo mpaka wa majira, huo mpaka wa majira, huo mpaka ya uzao, mipaka ya ndoa. Wametoa mstari wanazana hata uleo, wametoa mstari wanasema hata uleo. Huo mstari uliotola kwenye ulimwengu wa roho, huo mstari nafuta mpaka wowote uliowekwa kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moka, moka, Yabesi na akaomba kwa Bwana, ingepanua hosi yangu na malango ya masaa haya, napanua hiyo hosi, napanua hosi, napanua hosi, napanua hosi yako, napanua hosi yako, napanua mipaka yako, mipaka walioweka, mipaka ya kutokuzaa, mipaka ya kutoolewa. Moka kwa jina la Yesu. Kila kijana kilichowekwa kwenye maisha yako, naondoa hiyo mipaka, naondoa hiyo mipaka. Ondoka, ondoka, ondoka. Napanua hozi yako, naondoa mipaka walioweka, napanua mipaka yako, napanua mipaka yako kwenye ulimwengu wa roho. Kila kilichozuia, ondoka, ondoka, ondoka. Ndio kuongea na mapepo na majini, mapepo na majini yaliyokaa na kuweka mipaka kwenye ulimwengu wa roho. Wewe nguvu ya giza,
uliyekaa ukaweka mipaka ya majira, ukazuia watoto, ukazuia ndoa. Pepo, pepo, chini mahaba, chini mahaba, chini mahaba. Pepo chini mahaba, pepo chini mahaba, pepo chini mahaba, uliyezuia watoto, uliyezuia ndoa. Pepo chini mahaba, 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 pepo chini mahaba. Wewe pepo chini mahaba, wewe pepo chini mahaba, na watoto wa kipepo wanaokula watoto wake, wanaokula watoto wake. Siku ya leo ni siku ya hukumu, ni siku ya hukumu, ni siku ya hukumu, ni siku ya hukumu. Pepo, pepo chini mahaba, chini mahaba, chini mahaba, na watoto wa kipepo wanaokula watoto wake wa mwili. Na amuru kuanzia sasa, ng'oka, achia majira ya watoto wake, majira ya kujifungua. Chini mahaba, chini mahaba, chini mahaba, chini mahaba, chini mahaba. Kila chini mahaba unayesikia sauti hii, ninakuhukumu, 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 ninakuhukumu kuwa mkosa. Sawa sawa na ile Isaya 54:17, ninalaani kutoka kwenye mzizi wako, kama ambavyo Kristo alilaani mtini kwenye Marko 11. Na laani kila mtini wa kipepo uliopandwa kwenye maisha yako kuzuia usizae, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Kristo alilaani ule mtini uliokuwa uzai matunda. Malango ya masaa haya, kila kilichokuzuia usizae matunda, usizae biashara mpya, usizae watoto, usizae ndoa, usizae chochote ambacho kimeandikwa na Bwana, zaeni mkaongezeke, katika jina la Yesu. Ewe chini mahaba, unayezuia ndoa, unayezuia watoto, unayezuia uzao, toka, ondoka. Holy Ghost, Holy Ghost. Nguvu ya Mungu inapita kila mahali. Ndio, 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 ndio. Ndio, ndio, ndio. Holy Ghost move, Holy Ghost. Nguvu, Roho Mtakatifu anagusa, anagusa kila mmoja. Anagusa kila mmoja, anagusa kila mmoja. Kila mmoja aliyezuiwa majira yake. Kila aliyetamkiwa laana za majira. Kasema hautazaaga wewe. Wakasema hai biashara haitakuwa. Wakasema kila aina ya laana, nafuta hizo laana kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu anapita kwa kila mmoja, anagusa tumbo lako. Wewe uliyezuiwa kuzaa, wewe uliyezuiwa kuzaa, wewe uliyezuiwa kuzaa, wewe uliyezuiwa kuzaa, kuzaa watoto, kuzaa biashara, kuzaa cheo kipya, kuzaa hatua mpya. Haya, miguu hiyo waachie, waachie hiyo miguu, 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 waachie hiyo miguu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waachie hiyo miguu, waachie hiyo miguu, waachie hiyo miguu, waachie hiyo miguu, waachie hiyo miguu. Haya, wewe unayesikia tumbo chini kama linauma, weka mkono chini ya tumbo. Rakaparagadia mahanta. Kila nguvu ya giza iliyokaa kwenye kizazi, nguvu yoyote ya giza, pando lolote ambalo limekaa kwenye kizazi, na achilia moto, 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 moto. Nachochea mara 7 huo moto, moto mara 7, moto mara 7, moto mara 7, moto wa Roho Mtakatifu. Huo moto hauzuiriki, huo moto mara 7, huo moto, huo ni moto ulao. I consume every power of darkness. Kila nguvu iliyokaa kwenye tumbo la chini, ndio tumbo la hezi, 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 tumbo la hezi. Achia hiyo hezi. Na yule ambaye siku zinaenda ovyo, na zirejesha, narejesha majira yaliyopangwa na Bwana, majira yaliyoamriwa na Bwana, narejesha majira. Hezi yake itoke. Yule ambaye ilikuwa haitoki ianze kutoka. Damu yoyote inayotoka ambayo haifanani na hezi, I stop it by the power of the Holy Ghost, and I command, ninaamuru sasa hezi ya kawaida, hezi iliyo takatifu, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. I command by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost. Efata, efata, efata. Majira yako yafunguke, mateso yasiwe sehemu ya maisha yako kuanzia saa hii, kuanzia saa hii, katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu ongezeke mara 7 chini ya tumbo lako.
Uzao wako ninaubariki katika jina la Yesu Kristo. Ninafungua utasa na uondoa, ugumba na uondoa, mateso na yaondoa, kila aina ya uhaba wa chochote uliosababishwa na nguvu za giza. Nafuta neno lao, nafuta neno la giza, neno la giza lililotamkwa juu yako. Kila neno la giza lililofunga hatima yako, likafunga majira yako, na liharibu hilo neno kwa neno la Mungu aliye hai. Kila neno la giza, kila neno la giza lililotamkwa juu ya maisha yako, likakufunga, na liharibu hilo neno, na liharibu hilo neno, na liharibu hilo neno, na liharibu hilo neno. Mliolelewa na mama ambao ni wakambo, kalelewa na mama wakambo, akafanya uchawi tangu ukiwa mtoto mdogo, kuanzia siku ambayo mimba yako ilitungwa, na ibariki hiyo siku, na itakasa hiyo siku. Naondoa uchungu wa aina yoyote, na itakasa hiyo siku. Naondoa maneno yaliyotamkwa siku hiyo, na yafuta katika jina la Yesu. Laana yoyote iliyotamkwa siku ambayo mimba yako ilitungwa, katika jina la Yesu Kristo. Laana yoyote aliyotamka mama yako, waliotamka watu wa karibu, baba yako, nafuta hiyo laana. Nafuta hiyo laana, nafuta hiyo laana, nafuta kukataliwa. Roho yoyote ya kukataliwa, roho yoyote ya kukataliwa, roho yoyote ya kukataliwa siku ambayo ulitungwa mimba yako, kwa jina la Yesu. Kila mawazo mabaya aliyowaza mama yako, aliyetamka baba yako, waliotamka watu wanaomzunguka, yakapanda roho ya kukataliwa, kapanda roho ya huzuni. Na ng'oa hizo roho zote, na yafuta nayo maneno kwa damu ya Yesu Kristo. Hata siku uliyozaliwa, habari ya siku ya kuzaliwa, Ezekieli 16:1, kwa habari ya siku ya kuzaliwa, kwa habari ya siku ya kuzaliwa, kila pando lililopandwa siku ya kuzaliwa, kama lango lako kuu hapa duniani, malango ya masaa haya, kama kuhani wa Mungu aliye hai, nafuta hayo maneno. Nafuta muunganiko na roho za mizimu, nafuta muunganiko na roho za asili, na litakasa jina lako, jina lako, jina lako, jina lako, jina lako. Na litenga na maana yoyote ya kibinadamu, na livisha ile maana ya mbingu. Maana Mungu alikuwa na jina tayari, kabla hujazaliwa alikupa jina. Lile jina la Bwana linakuvika jina hilo, na linakuvua hilo jina ulilopewa na wanadamu, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila kifungo kilichofungamanishwa na jina ulilopewa, kila kifungo kilichofungamanishwa na jina ulilopewa, katika kila aliyefungwa kwa jina, kila aliyekamatwa na roho za mizimu kwa jina, kila ambaye anaishi kwenye majira ya huzuni kwa sababu ya jina lake lina maana ya huzuni, kila anayeishi katika taabu kwa maana jina lake lina maana ya taabu, ninamtoa kwenye hiyo majira ya uharibifu. Na mvua hilo jina kuanzia leo kwa jina la Yesu. Na mvika jina jipya, jina jipya, jina la kutoka mbinguni, jina la furaha, jina la kuinuliwa, jina la kukua, jina la viwango vipya, jina la majira ya furaha, katika jina la Yesu Kristo. Tangu siku uliyozaliwa, kila maneno yaliyotamkwa mpaka dakika hii, kwa damu ya Yesu Kristo, yakawa laana kwenye maisha yako, yakawa kifungo kwenye maisha yako. Pengine ulijitamkia mwenyewe kwa sababu ya ugumu wa maisha, ukaona ni kama mwisho, ukaona kama ni mwisho. Kwa damu ya Yesu, kila laana uliojitamkia, naifuta kwa damu ya Yesu, naifuta kwa damu ya Yesu. Kila laana uliojitamkia, naifuta kwa damu ya Yesu. Naifuta hiyo laana ya kujitamkia, laana ya kujitamkia ikafunga hatua zako, ikafunga miguu yako. Hiyo laana ya kujitamkia, futika kwa damu ya Yesu. Ondoka kwa hiyo dada, ondoka kwa hiyo baba, ondoka usikae tena, ondoka usikae tena, ondoka usikae tena, ondoka usikae tena. Laana ya kila aina, laana ya ukoo, laana ya kutamkiwa, laana ya ukoo, kwa damu ya Yesu, vunjika na ondoka, vunjika na ondoka. Ewe laana uliyekula majira, wewe laana uliyekula majira, achia majira, achia majira. Tumbo la hezi na litakasa, in the name of Jesus, by fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, kwa moto wa Roho Mtakatifu, 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 kwa moto wa Roho Mtakatifu. Rakatakatakata rimando robo sika paradia, rika mahasika mahanto, rika mando robo sika paradia,
rima sika mahante riba hasia, rika paragande besika, rede beheseketeli, rama shente rebo sika paradia. Huo mguu uliofungwa, wewe shika mguu wako. Wewe unaishi mguu na mguu wako, shika mguu, lekete kuanzia juu na shuka hadi chini. Na achilia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu kuanzia juu kwenye hip paka chini, kwenye hip paka chini. Moto. Haya, wewe uliyemfunga huo mguu, kazuia hatua zake, na amuru kwa jina la Yesu, ondoka. Achia huo mguu, achia hatua zake. Haya, achia hatua zake, achia hatua na kung'oa. Haya, achia hatua zake, achia majira yake ya kujifungua, achia majira yake ya biashara mpya, achia hatua zake, aenende katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Achia hatua zake, aelekee nchi ya Kanaani. Hata zunguka miaka 40 kwenye huo mlima kwa jina la Yesu Kristo. Haya, achia hatua zake, hata zunguka miaka 40, hata zunguka kama wana wa Israeli, hata zunguka kwenye mlima pale, hata zunguka hapo. Haya, achia hatua. Achia miguu, ondoka. Wewe chomwa sindano, kachomwa sindano, ile sindano ikaleta maumivu, ikaleta kama ukilema. Naamuru kuanzia sasa, kila aina ya pando lililopandwa kupitia hiyo sindano, kila aina ya maumivu yaliyopandwa kupitia hiyo sindano, na chomoa hayo maumivu, na yaondoa. Hilo pando kwenye hip na ling'oa, na ng'oa kwa jina la Yesu. Ng'oka. Walisema wakatamka maneno mabaya, maneno ya ajabu. Nafuta hayo maneno juu ya mguu wako huo mmoja. Nafuta hayo maneno. Haitakuwa kwa jina la Yesu. Haitakuwa. Wachawi walisema, wakatamka uharibifu. Haitakuwa. Nakata kamba, nakata irizi, nakata minyororo. Haya, wewe nguvu ya giza uliyeshika huo mguu mmoja kwa chini huko, na kung'oa na wewe, kakung'oa kwa jina la Yesu. Ng'oka, usikae tena kwenye huo mguu, usirudi tena. Ondoka. Nakata kwa upanga wa Roho, na kuharibu na kukuteketeza, na kuvunja vipande, na kuponda kwa neno la Bwana. Maana neno la Mungu ni nyundo iwezayo kupasua miamba pande vipande. Shakatalabakura kadia mahantu, rikateli baradia, na kuponda kwa neno la Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu. Thank you, Lord. We give glory to the Lord. Hallelujah. Hatua zako ziwe huru, majira yako yamerejeshwa katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Raka paragadia mahanta. Yeyote ambaye furaha ya wokovu wake iliibwa, inarejea katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Akamfurahie Mungu, akawe na amani katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus you are healed. In the name of Jesus you are delivered, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Naomba nisikilize shuhuda 3 alafu tumalize. Rama sakata. Tumtukuze Mungu alafu tumalize. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa nguvu zako ambazo umeziachilia usiku huu. Umewagusa, umewafungua. Hakuna hata mmoja ambaye umeruhusu atoke kama alivyoingia. Rama sakateli paradia. Maana nguvu zako hazipo katika hisia, katika jina la Yesu. Ebu naomba ushike mguu wako chini. Wewe ambao unasikia maumivu chini, maumivu ni kama wewe yanakuja yanapiga kama yanadunda hivi. T
kwa chini kabisa huko. Raka bande liba sekretari. Ewe nguvu ya giza uliyekaa hapo chini ya mguu. Haya, ondoka. Beba mizigo, ondoka. 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 Achia hizo hatua. Ondoka. 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 Kwa jina la Yesu. Haya, ondoka. 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 Kifungo, kamba, na kuamuru ondoka. Katika na uondoke. Ewe kamba ya kipepo. Katika na ondoke. Katika na ondoka. Katika na ondoka. Haya, achia huo mguu. Achia huo mguu. Hatua zake, haya mwachie hatua zake. Mwachie hatua zake na utayari wake wa kwenda viwango vipya. Muondoke, hamtamzuia. Haijalishi mmetumwa na nani. Nakata hizo kamba katika jina la Yesu. Na waamuru muondoke na mizigo yote mliobeba. Ondoka kwenye miguu yake. Ondoka, achia hatua zake. Katika jina la Yesu Kristo, mnavyoondoka, rejesha vyote ulivyoiba. Katika jina la Yesu, unavyoondoka, rejesha vyote ulivyoiba. Ondoka, 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 ondoka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Kuna mtu bado anasikia maumivu au mwenye shuhuda? Shuhudia tumalize. Thank you Jesus. Haleluya. Shuhudia uinue imani za wengine. Kuna wengine wamejoin ndo siku ya kwanza leo. Yerana na mosi keteri bara. Milele amina. Naomba kumshuhudia Mungu kwa kweli, na mshukuru. Kabla haujaanza kufanya hayo maombi ya kuombea matumbo ya hivi, tumbo lilikuwa haliniumi. Ila ulivyoanza tu tumbo likaamka. Nyuma ya kiuno kwa nyuma na tumbo la chini ambalo ni tumbo lenyewe kabisa la hivi. Umeendelea na maombi, likawa linauma, linakata. Baadaye maumivu huko kwenye kiuno yakaisha na kwenye tumbo yakaisha. Namshuhudia Mungu nimepona kwa jina la Yesu. Glory to God. Umepona, umefunguliwa. Tunampa Mungu utukufu. Amen. Amen. Milele amina. Karibu. Nashukuru Mungu ulivyoanza kuombea mguu. Ndio. Mguu wangu ulikuwa unauma. Mguu yanapanda na kushuka, mguu unakufa ganzi. Lakini mpaka umemaliza kuomba sasa hivi naona mguu umepona kabisa. Amen. Glory to God. Tunamtukuza Mungu kwa hilo pia. Kama hujamsikia anasema alikuwa na shida ya mguu wake. Yule ambaye alikuwa anasumbuliwa na mguu, maumivu yanapanda na kushuka. Anasema ameponywa na maumivu hayasikii. Nampa Mungu utukufu. Yesu Kristo. Milele amina. Yesu Kristo. Milele amina. Mimi nilikuwa kabla hujaanza kuomba nilikuwa sisikii chochote. Lakini ulivyoanza kuomba nikaa nasikia tumbo la chini linaniuma na kwenye kiuno, afu maumivu yanapanda kuja huko kwenye kifua. Ndio. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, nimekombolewa, sisikii chochote tena, nimepona. Amina. Namshukuru Mungu, tunamtukuza. Thank you Jesus. Kuna mwingine ambaye bado anahisi? Milele amina. Karibu. Mimi namshukuru Mungu, amenikomboa. Yaani nilikuwa nasikia maumivu kwenye moyo yanashuka hadi tumboni. Nilikuwa nasikia kitu kama kinatembea hivi kwenye moyo hadi tumboni. Namshukuru Mungu, baada ya maombezi sisikii tena hiyo hali. Mungu ameniponya. Basi tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hilo, na jina lake litukuzwe milele. Yote mwingine
Basi kuna yote ambaye bado anahisi maumivu, funge maombi. Baba, asante kwa ajili ya neema zako nyingi ambazo umeachilia. Umetupenda tena siku ya leo, umetupendelea sana sana sana. Jina lako ni tukufu na liinua. Wewe ndiye Mungu wangu kuabudu na ninayekutangaza kwa neema ulionipa. Si kwa wema wangu, si kwa matendo yangu, bali ni neema ambayo umeachilia kwa ajili ya watoto wako. Na leo umeamua uwahudumie. Asante kwa kuwaponya na kuwahudumia. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Bwana unayetupenda. Na upendo wako ukajidhihirishe tena kwa watoto wako hawa. Ukaseme nao kwenye ndoto, ukawafundishe. Bwana, wengine ukaendelee kuwahudumia huko. Wasio na imani endelea kuwafundisha ili wajaze na imani, maana wewe ni Mungu ambaye hakuna chochote tunachoweza kukuomba ukatunyima. Karana maseketeli paradia mahanta. Rima suka paradia mahase tia bahanto. Raka parada basekete. Naweka muhuri kwenye uponyaji huo. Naweka muhuri kwenye kufunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Hapana nguvu yoyote ya adui itakayoiba. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. By fire in the name of Jesus. Ramo shakateli paradia mahanta. Thank you Jesus. Amen. Hebu sikiliza. Wakati naombea majina, kuna mtu yote kuna kitu alihisi kwenye majina? Kuna watu wamefungwa kupitia majina. Semina inayokuja, Mungu akinipa kibali, nitafundisha kuhusu, kama hata badili, nitafundisha kuhusu siri ya jina lako. Siri ya jina lako. Ni semina muhimu sana. Wengine mnawapaga watoto wenu, mnaunganisha doti. Mume anaitwa John, wewe unaitwa Dorcas, unamuita Jodo. Mnaunganisha Jo na Do. Majina hayatolewi hivyo, sawa? Soma Biblia yako vizuri. Na majina hatuchukui ya bibi wala babu. Yaani hilo kosa hilo usije ukalifanya. Mimi nakwambia kwa sababu nimefundishwa na Roho Mtakatifu. Anayetoa jina ni Mungu au mizimu. Yaani hamna jina linalokuja tu hewani. Ukiona umeunganisha, ukishaunganisha jina hilo ni la kwako, umefungua mlango wa adui kuliataki hilo jina. Mungu hapo hahusiki kwa sababu Mungu ana jina lake, hujamuuliza. Kwa maana kuna watu wanaoteshagwa majina kwamba mtoto wako ataitwa hivi. Umeelewa? Au anaona lile jina analetewa. Haleluya. Usianze tu kuita jina. Wengine mnaitaga kwa sababu unajua kuna watu hawana aibu kabisa, hasa wadada. Hata wanaume. Yaani unazaa mtoto alafu naita jina la ex wako uliyekuwa zini naye. Yaani hili ndo tatizo kubwa. Hako kajamaa katakuwa kazinzi sio kawaida. Kwa hiyo mwe mnaangalia namna ya kuita majina. Majina sio herufi. Kila jina nyuma yake kuna roho. Ni muhimu sana kuzingatia hilo. Hakikisha unahudhuria hiyo semina, usikose hata sehemu moja. Na wengine bado hamjaandika semina ya kombozi wa wakati. Naombeni mjitahidi mmalize ili tuendelee. Yaani nyie ndo mnanichelewesha mimi na mnajichelewesha wenyewe pia. Kwa sababu kuna vitu vingi sana huu mwezi nataka tufundishane. Paka unakuja kuisha usiwe mtu huyo tena. Uwe mtu tofauti. Kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yako unajua kiroho. Yaani unaangalia rohoni. Sio kila kitu kinatokea kwenye maisha yako unakiangalia kimwili. Okay? Baba, asante kwa ajili ya maarifa ambayo umeamua kuachilia hata hapa mwisho. Ninakupa sifa, heshima na utukufu kabisa. Ni wewe peke yako Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Basi nawafunika na damu yako watoto wako hawa. Naweka muhuri wa Roho Mtakatifu. Nenda pamoja nao. Malaika wako maalum ambaye huwatuma, ambaye huenda na watu hao waende pamoja nao. Wakawalinde siku ya leo. Nafungua milango ya biashara zao. Natamka kibali kwenye nyuso zao. Natamka kibali kwenye biashara zao. Natamka kibali kwenye hatua zao.
hawatazuilika, maana neno hili litaenda mbele zao, litawatangulia. Na wewe Mungu umesema ulituma neno lako kuwaponya na kuwatoa watu kwenye maangamizo. Kila maangamizo ambayo adui amepanga, kila hila, kila matatizo, kila aina ya vifungo havitasimama mbele yao. Maana neno lako Bwana, Zaburi ya 107:20, na litanguliza mbele yao. Litangulie likanene kwenye maisha yao. Liwatangulie hilo neno kwa jina la Yesu. Hawatazuilika na maneno ya wanadamu. Hawatazuiliwa na uchawi na uganga kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya maisha yao. Damu ya Yesu ikanene upenyo juu ya maisha yao. Damu ya Yesu ikanene urejesho wa fedha walizoibwa kwenye ulimwengu wa roho. Kila kilichochukuliwa kimerejeshwa katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. In the name of Jesus. Kila roho za malipizi nazifunga, nazing'oa, naziharibu, naziteketeza, nazipiga upofu. Zisisimame mbele zako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. In the name of Jesus. Asante Yesu, maana leo umeamua kutufungua, umeamua kutuponya. Tunakupa sifa, heshima na utukufu kabisa milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa mbinguni aende na wewe. Nikutakie asubuhi njema. Amen.